Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia madhara ya acid reflux, tatizo ambalo huwasumbua watu wengi sana kwa hivi sasa. Lakini kwa leo, badala ya kuangalia dalili za acid reflux, tutaangalia ni madhara gani ambayo unaweza kuyapata baada ya kuwa na tatizo hili la acid reflux. Acid reflux ni kitu gani? Acid reflux ni hali ambayo tindikali au acid kutoka tumboni hupanda moja kwa moja kwenye umio mara kwa mara. Madaktari wengi hueleza kwamba tatizo hili mara nyingi watu hulipuuza hasa pale linapoanza. Lakini je, unajua tatizo hili huweza kusababisha madhara makubwa? Sasa tutazame video hii na tuangalie madhara ambayo unaweza kuyapata endapo tatizo hili limepuuzwa kwa muda mrefu. Yako madhara mbalimbali ambayo huweza kujitokeza kwa mtu ambaye mwenye tatizo hili la acid reflux. Lakini tuangalie madhara hayo kwa ukubwa wake. Madhara namba moja, hali ya kuungua na kuvimba kwa umio. Tindikali inapopanda mara kwa mara huunguza ukuta wa umio na kusababisha maumivu, hali ya kuungua kifuani, na wakati mwingine husababisha hali ya vidonda. Watu wengi huanza kuhisi hali ya kuungua au kiungulia, lakini baadaye huanza kupata maumivu makali wakati wa kumeza kitu. Kulingana na tafiti mbalimbali, wako wagonjwa mbalimbali ambao wamefanywa utafiti na kueleza madhara haya kulingana na chanzo hichi cha acid reflux. Lakini unachotakiwa kufahamu tu ni kwamba tatizo hili linaweza likasababisha uvimbe kwenye umio na hata vidonda ikiwa hali hii haijatibiwa mapema. Madhara namba mbili, kupata ugumu wakati wa kumeza chakula. Tindikali inaweza kuacha makovu ndani ya umio. Makovu haya hupunguza njia ya chakula kupita na kufanya mgonjwa ashindwe kumeza chakula vizuri au kitu chochote. Wengine huhisi hali ya chakula kukwama kooni au kifuani. Baadhi ya wagonjwa wanaeleza kuwa walihisi hali ya kupata shida ya kumeza kitu, hata maji pia walipata changamoto hii ya kuhisi ugumu wa kumeza kulingana na uharibifu wa muda mrefu ambao husababishwa na tatizo hili la acid reflux. Kwa hiyo hali hii pia huweza kujitokeza kwa baadhi ya wagonjwa. Lakini madhara mengine ni koo kuwasha na kuwa na kikohozi ambacho hakiishi. Acid reflux haiishii tumboni peke yake. Tindikali hii inapopanda kwenye umio inaweza kufika hadi kwenye eneo la kooni na kwenye njia ya hewa, kisha kusababisha madhara mbalimbali. Na moja ya madhara ambayo huweza kujitokeza kwa mgonjwa ni pamoja na hali ya koo kuwasha, kukauka kwa sauti, kikohozi cha muda mrefu ambacho hakiishi. Lakini wengine huripoti hali ya harufu mbaya mdomoni, na wengine pia huweza kupata hali ya kupumua kwa shida hasa nyakati za usiku. Lakini pia tafiti mbalimbali huonyesha kwamba baadhi ya wagonjwa hudhani wana mafua au shida ya asthma au pumu, lakini wakifanywa uchunguzi zaidi, shida inakuja kujulikana kwamba ni tatizo la acid reflux. Kwa hiyo hali hii ya kupata shida ya kikohozi ambacho hakiishi pamoja na koo kuwasha huweza kujitokeza kwa wagonjwa ambao wenye shida hii au tatizo hili la acid reflux. Matatizo ya usingizi. Wagonjwa wenye shida hii ya acid reflux hulalamika kushindwa kulala vizuri kwa sababu tindikali hupanda zaidi wanapolala chali. Wengine huamka usiku wakikohoa sana au wakihisi hali ya kitu kukaba kwenye koo. Magonjwa haya kwa asilimia kubwa huweza kuleta shida zaidi pale ambapo mtu amelala. Lakini baadhi ya wagonjwa baada ya kuulizwa kwenye mijadala mbalimbali ambayo inahusu tatizo hili la acid reflux, wako ambao walieleza matatizo mbalimbali. Nikoti quotation moja kutoka kwa mgonjwa ambaye alikuwa anaelezea hali hii ya acid reflux kama madhara ambayo yalimsumbua sana hasa nyakati za usiku. Anasema hivi: niliamka usiku, lakini nilikuwa nahisi hali ya kukabwa sana hasa nyakati za usiku, na hali hii ilikuwa inanisababisha nishindwe kulala vizuri kwa miaka mingi.
Hii ni quotation kutoka kwa mgonjwa mmoja ambaye alijaribu kueleza madhara haya ya acid reflux. Lakini madhara mengine ni tatizo ambalo hujulikana kama Barrett esophagus. Hii huleta hatari ya kupata saratani. Hali hii ni madhara ambayo yameenda kasi na yamekuwa ya muda mrefu zaidi na yamekuwa makubwa zaidi. Hii ni mojawapo ya madhara makubwa zaidi tunapozungumzia tatizo hili la acid reflux. Kulingana na taasisi mbalimbali za afya duniani ikiwemo WHO, Mayo Clinic na taasisi nyingine za kiafya zinaeleza kwamba tindikali ya muda mrefu inaweza kubadilisha seli za umio na kusababisha hali inayoitwa Barrett esophagus ambayo huongeza hatari ya mgonjwa kupata saratani ya umio. Kwa baadhi ya wagonjwa waliopuuza tatizo hili la acid reflux kwa miaka mingi walijikuta wanagundulika na hatari hii ya awali kabisa ya saratani baada ya kupata tatizo ambalo hujulikana kama Barrett esophagus. Kwa hiyo haya ni madhara makubwa zaidi endapo tatizo hili limedumu kwa muda mrefu. Madhara mengine ni maumivu ya kifua yanayofanana na tatizo la moyo. Wagonjwa wenye tatizo la acid reflux wanaweza kupata hali ya maumivu makali ya kifua kiasi kwamba mtu anaweza kudhani kwamba ana shida ya moyo, lakini maumivu haya mara nyingi huambatana na tatizo hili la acid reflux. Tuzungumzie madhara mengine ya mwisho kwenye video hii, athari za kisaikolojia na maisha ya kila siku kwa mgonjwa. Watu wengi wenye tatizo hili la acid reflux kwa muda mrefu hupata hali ya wasiwasi, msongo wa mawazo au stress, kukosa usingizi, na wengine wanaingia kwenye athari ya kupungua uzito bila sababu inayoeleweka, hofu ya kula baadhi ya vyakula na kadhalika. Hizi ni athari ambazo zinaonekana kabisa kwenye maisha ya kila siku. Ni athari za kisaikolojia kwa mgonjwa ambaye ana tatizo hili la acid reflux. Baadhi ya wagonjwa wameeleza kuwa walilazimika kubadilisha kabisa staili za maisha yao, ikiwemo vyakula wanavyokula, pamoja na vinywaji, pamoja na muda wa kulala, pamoja na marafiki ambao wanakutana nao, kulingana na athari zilizotokana na tatizo hili. Je, una tatizo hili la acid reflux na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.